Shalom mwana wa Mungu, ni mimi tena mwalimu wako Manase Marwa, na leo tunakwenda kujifunza juu ya habari ya kusimama kunako zamu yako. Na kama ilivyoandikwa kwenye kitabu cha Habakuki 2, inasema, mimi nitasimama katika zamu yangu, nitajiweka juu ya mnara, nitaangalia ili nione atakaloniambia na jinsi nitakavyojibu katika habari ya kulalamika kwangu. Nabii Habakuki anasema kwa habari ya kusimama katika zamu yako. Sasa unawezaje ukasimama kunako zamu yako? Jambo la kwanza ni kuishi sawasawa na mapenzi ya Mungu. Katika dunia sasa watu wengi wanapenda kuishi sawasawa na mapenzi yao wenyewe. Hawataki kuishi katika sheria za Bwana. Ndio maana kuna watu wengi wako kwenye nyumba za ibada na wengine wako kule kwenye mataifa, lakini watu wamejawa visasi, wamejawa na hila, wamejawa na chuki, wamejawa na masuala ya uzinzi, masuala ya uvutaji, masuala ya ulevi, masuala ya kubaguana, masuala ambayo hayampendezi Mungu. Kwa nini? Watu hawataki kuiarifu sheria ya Bwana. Ukisimama kunako zamu yako, lazima utashika kile ambacho Mungu anasema. Utatamani kuacha dhambi, utatamani kujitenga na maovu, utatamani kuwapenda wenzako, utatamani kuwajali wenzako. Hauwezi ukabagua watu ambao wameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Ndio maana nashangaa hata leo hii kwenye nyumba za ibada, watu wanachukiana, watu wanasalitiana, wanaharibiana, mambo ambayo hayamfurahishi Mungu. Inakuwa ni mambo ambayo sio mazuri kabisa. Jambo la pili, kusimama kunako zamu yako ni kuomba sawasawa na mapenzi ya Mungu. Tunaishi katika karne ambayo watu wengi hawaombi sawasawa na mapenzi ya Mungu. Na jambo la ajabu, hata wachungaji wao wanawashinikiza kule kwenye nyumba za ibada kuomba kinyume na mapenzi ya Mungu. Kwa nini? Unapata siku za leo kuna maombi ya kuua waovu, kuna maombi ya kukata vichwa wachawi, kuna maombi ya kuhamisha waovu katika mitaa yao. Hapana. Mungu hakumtuma mtu awaye yote ili aweze kuwahukumu waovu, bali kazi ambayo Yesu alifanya ni moja tu, ni kutafuta na kuokoa kilichopotea. Kwa maana wa Mungu, nikupe wito maalum kabisa kwamba jifunze kuomba sawasawa na mapenzi ya Mungu, ukijua kwamba nawe pia hapo zamani ulikuwa muovu ukapata neema ya kumjua Mungu. Sasa isiwe sababu ya wewe leo hii kuombea wenzako wabaya. Kwa nini? Kwa sababu hakuna mtu ambaye ni mbaya hapa chini ya jua. Hata mlevi akiokoka anakuwa mtu mwema, shoga akiokoka anakuwa mtu mwema, mchawi akiokoka, awe ni mganga, awe ni mzinzi, awe ni muuaji, au mtu asiyofaa kunako jamii fulani, huyu mtu akiokoka anakuwa ni mtu ambaye ni mwema kabisa. Sasa kuliko wewe ukiashi na kuomba kuwaombea waovu ili Mungu awaangamize, ambayo Mungu alimtuma Yesu Kristo ili kuwaokoa kwa gharama kubwa, ni aheri uwaambie Mungu, wakumbuke waovu kama walivyonikumbuka mimi. Nakumbuka hata mimi kabla sijapata neema ya kumjua Mungu, nilikuwa mzinzi mzuri sana. Nilitembea na mabinti wengi, nikatembea hata paka na wadada poa kwenye madanguro, na sikuishia hapo, nikatembea paka na wake za watu, na hata wengine ndoa zikavunjika. Hivi kwa akili yako, ingetokea mtu mmoja akaombea wazinzi wafe nami nikafa, leo hii nani angekupa ujumbe huu? Lakini naamini kuna mtu mmoja ambaye alimlilia Mungu, akaambia Mungu akumbuke wazinzi, naye Mungu akanikumbuka na mimi. Ndio maana leo niko hapa nilipo. Sasa jifunze kuombea hata maadui zako mema, kwa sababu Yesu alisema waombee maadui zenu mema, usilipe baya kwa baya, bali lipa jema kwa baya. Jambo la tatu, kusimama kunako zamu yako ni kufanya mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu tunafanya kwa kupeleka habari njema kwa watu wasiomjua Mungu, kwa watu waovu, kwa sababu injili ni uwezo wa Mungu uletao wokovu. Kama unavyosema kwenye sala Baba yetu kwamba mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama mbinguni. Kumbuka mapenzi ya wokovu yalianzia mbinguni, kwa lazima pia hapa duniani tuyatimize na sisi. Kwa kufanya mapenzi ya Mungu ni kupeleka habari njema kwa waovu, ili wale waovu wafikie toba, walevi wabadilishwe nia zao, wazinzi wabadilishwe nia zao,
wachawi, waganga, wakuu wa mila, wanasiasa, mafisadi, wauaji, walawiti, mashoga, na watu ambao wamepotoka. Lazima tuwapelekee Injili ili Mungu akawabadilishe na wakamlingane yeye katika jina la Yesu Kristo. Jiulize nafsi yako wewe mwenyewe, ni kweli umeokoka? Je, ulishawahi kuwaleta watu wangapi kwa Yesu? Swali ambalo nakuachia siku ya leo. Maana wokovu sio kuomba sana, wala wokovu sio kukesha makanisani, wala wokovu sio kunena kwa lugha. Hapana. Wala wokovu sio kuhubiri au kufundisha sana, wala wokovu sio kufunga sana. Wokovu ni kutafuta mtu mmoja aliyepotea ili amlingane Bwana. Hivyo lazima ujifunze kusimama kunako zamu yako. Ukitaka uone mema kwenye ndoa yako, lazima usimame kunako zamu ya upendo. Ukitaka uone mema kwenye ubadaye wa wanao, lazima usimame kunako zamu yako ya malezi bora. Ili uweze kumwona Mungu kunako maisha yako, lazima usimame katika zamu ya utakatifu. Na ili uone mema katika kazi ya mikono yako, lazima usimame katika zamu ya kumwamini Mungu, kufanya kazi kwa bidii, kuweka malengo ili ufikie hatima yako. Chochote ambacho unakitaka hapa chini ya jua, uone mema yake, lazima usimame kunako zamu yako. Hata ukisoma kwenye maandiko, unaona kuna watumishi wa Mungu kadha wa kadha walisimama vizuri kwenye zamu zao, na matokeo yalikuwa ni makubwa sana. Tunamuona Nabii Musa alisimama kunako zamu yake, Misri ikawaachilia wana wa Mungu. Yako mengi yanakusumbua mwana wa Mungu. Simama kunako zamu yako ili yote ambayo yamekushikilia na kuzuia hatima yako yaweze kuachilia huru, nawe uende na kufikia hatima yako. Kwa mapigo 10 ambayo Musa alimpa Farao kwa mkono wa Mungu, Farao pamoja na Misri yote ilitambua yuko Mungu aliye hai. Tamani matendo yako, maneno yako, mienendo yako iwe kielelezo cha kulibariki jina la Bwana. Usiwe mtu ambaye unapenda kuishi katika tabia ambayo watu wakiona hata wanamtukana Mungu aliye naye, wanamdhihaki Mungu aliye naye, wanamvunjia heshima Mungu aliye naye. Hapana. Ifike wakati wana wa Mungu tubadilike sasa kwa jinsi ambavyo tunaenenda, kwa jinsi ambavyo tunavyoishi, kwa jinsi ambavyo tunavyofanya, ili yote hayo hata watu wa mataifa wakiona waseme hakika tunaye Mungu. Kuliko uishi maisha ya kulitukana jina la Bwana, badilika sasa ili yote yafanyayo yaweze kulibeba na kulibariki jina la Bwana.